nipeleke pahali nikipatie simuona, nikamuona. Wenda alipotelea wapi na alikuwa anafanya nini? Watupatie tumzike, tujue tumemzika na tutamtafuta tena. Tunatafuta mtoto. Kwani alienda wapi? Ukiuliza unaambiwa ati ni mbwa. Mbwa ni binadamu. Kwani binadamu ni mbwa? Binadamu ni mbwa. Mtoto wa mtu kwani hana uchungu? Mbona asitubebe vizuri? Atupatie hata kama ni mchanga, hata kama ni jivu tutazika. Hata kama anajua kwenye yako atuambie. Sisi hatutaki kujua. Hatutoki hapa leo. Hatutoki. Toka haki yetu. Hatutoki haki yetu. Hatutoki haki yetu. Hatutoki haki yetu. Hatutoki haki yetu. Moja kidogo. Waje kule ndio. Na ikweli. Ndio baadhi ndio ndio. Na wala matokeo. Ndio usoka. Hapa nje. Hatuna fujo.
nyumbani kwake. Saizi mnafikiria nyumbani kwake na ni yeye Daily Bread, bibi yake anafanya nini? Watoto wake wanafanya nini? Wanafanya nini? Si haki. Haki tunajua amekufa na sasa tumekuwa na amani. Sasa hatuna amani. Watu wamesherehekea sikukuu. Sisi hatukukula. Wakaja mwaka mpya. Sisi hatujakula. Sisi tutafanyaje? Watupatie tumzike. Tujue tumemzika na tutamtafuta tena. Na kama anajua kwenye yako atupatie. Tujue hivyo. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Ndio tunataka sasa. Hatutoki huko. Tumelia tumechoka. Haya, fanyeni hivi. Unaona mahali magari ondoka ile? Hawa watakuja kuambia. Asikikaa hapa, asifanye ile vitu. Hapana, mteja watu wanapanda gari wanapanda. Pia wanataka kuweka mahali wanataka. Unaona nyuma ya gari hiyo mahali inaweza kupanga hiyo. Bale, kovia. Wewe, mimi nimesema ungetafikia. Nauliza ni request, si kwa maana. Haya, ndio najiongea tuende basi tuongee huko basi. Twende. Wewe, twende. Kwa anasema turudi hivi aongea na sisi. Twende huko mwisho. Turudi kidogo nyuma. Ongea na mkubwa. Mwisho huko. Aragira demurehea kaina goku. Aragira demurehea. Ndeka kuroga atia. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Haki wewe si nimesema? Hapo mmekuja kufanya nini na what is happening? Kiswahili tafadhali. Majina ni Esther Wambui Muhia. Ongeza sauti kidogo tafadhali. Majina ni Esther Wambui Muhia. Nakuja kuona kioto ya mtoto wangu Joseph Ng'ang'a. Alipotea Disemba na siku hii hakumpata. Nataka haki yake nichukue nipeleke pahali nimempata. Nini ilifanyika? Ilikuwa kusomeka, halafu akapotea na hatupati kumuona. Siku hiyo yote tunakaa, uko na masosi mengi wa kukosa mtoto wetu. Nataka haki ya mtoto wangu. Akionekana nitafurahia, niende nipeleke pahali nikipatie simuona nikamuona. Wenda alipotelea wapi na alikuwa anafanya nini? Wewe ni bibi yake? Sister yake. Kuja karibia. Kwa majina naitwa Wairimu Muhia. Kwa majina naitwa Wairimu Muhia. Mimi ni sister yake Jose mwenye memfuata. Na Jose tumekuwa tukimtafuta
kutoka ile siku kulichomeka kwa Morage, hiyo siku ndo alienda missing. Sasa kufika hapa tuko 90% mtoto wetu alichomekea huko kwa Morage. Tumefanya uchunguzi yetu, kuna fununu, kuna audio, kuna witness wanasema Jose alipatikana huko ndani, lakini pale hawataki kusema. Sasa sisi kufika hapa tulikuwa tunataka haki ionekane, tupate mtoto wetu, na juu ilikuwa accident, tupate tu mtoto wetu, tujue Jose ako hapa, lakini si kupelekwa hivi. Kitu ingine tuliripoti huko Membri Police Station. Huko kulingana na kwetu kwenye tumeripoti Kandara, ilifaa hii picha ya Jose after missing ieneze kila mahali. Lakini sasa vile tulienda kuripoti pale kwetu, tuliambiwa hiyo picha hata ijawafikia. Na ilifaa iende kila mahali juu ni missing person. Sasa tunaona kuna kitu wanatuficha. Na no wonder tumefika hapa kwa DCI, juu tumeanza chini kuenda juu. Sasa tukasema acha sisi wenyewe tukuje hapa tupate haki ya Jose. Juu tumechoka. Since date 18 December till now hatujapata haki ya mtoto wetu. Hatujasikia anything. Na tunasikia mtoto alichomekea huko. Hiyo ndo tuko assured of. Mtoto wetu si eti alienda mahali, amechomekea huko ndani. Sasa ni Modern Pacific Furniture. Watutolee mtoto wetu, tumpeleke mahali tutampeleka, tujue Jose ako mahali fulani. Lakini si kusikia fununu ati Jose alichomekea kwa Morage ama alienda mahali fulani, hapana. Saizi tunataka haki. Na wale polisi ambao walifika kwenye eneo la tukio wakaweza kukagua, walipata mwili hapo ama mwili haujawahi patikana? Kulingana na vile ripoti iko na wenye wazima moto wa Kiambu walisema hakuna kitu ilipatikana pale. Hakuna kitu ilipatikana pale, lakini kulingana na wale wenye wako pale walisema baadaye kuna kitu waliona inakaa umbwa. Swali yetu ni hii umbwa waliweza kujua aje hii ni umbwa? Walienda labu gani? Watupeleke huko. Na wakienda huku labu, walienda na nani wa familia ndio wajue ni umbwa? Swali letu ni hapo. Na tena tukiclaim hii CCTV footage ya huyu Jose kutoka hii wakati kumechomeka, hawataki kutupatia. Ni nini wanatuficha? Ilikuwa accident. Watupatie. Roho zetu zitulie. Mna uhakika kwamba siku ya tukio alikuwa kazi na huenda alikuwa ameajiriwa kama nani? Mlikuwa na contract? Alikuwa na kazi. Kuna kazini yetu mmoja wanafanya kazi na yeye. So aliingia on Monday. Kufikia hiyo Monday hakukuwa na material za kutengeneza vitu. On Tuesday jioni alipigia huo kazini yangu simu. Akamwambia material ziliingia na analala job. Kuna matandikio ya kitanda alikuwa amepewa afanye hiyo kazi. Na alikuwa pia amepigia bibi yake simu akasema analala huko kazi. Yeah. Mama, huenda umepumzika kidogo tu, unaweza malizia? Mimi nataka haki ya mtoto wangu. Kitu wanafanya, wanatuonyesha moto ilifanyika 18th December 2024. CCTV yenye wanatoa wanaoneshana around 6:23 hiyo 6:23 to 6:30 ndugu yetu akitoka. Unaona sasa kutoka hapo 6:30 to mahali steam wana claim ati CCTV zao hazionyeshani kama power imebreak, kama kuna power imepotea. Na hiyo siku stima ilipotea around saa 4 nini country yote. Hawatuonyeshi hii CCTV ya kutoka hapa mahali Jose anatoka hadi mahali stima ilipotea. Mbona watuonyeshi hii? Na tumeishi kuitisha hiyo CCTV footage. Mbona wanatuficha? Ni nini wanatuficha hapo? Ile time walikuja home tuanzie hapo. Ile time walikuja home walikuja na vitu zingine. Kuna kitu wanapeleka hivi. Kinataka kumaanisha ni eti walisema hakuna CCTV kwao. Hiyo ndo waliambia familia. Ukiangalia hapo kwa Morage hapo juu kuna CCTV. Kisha wakasema sasa naona wakipost huko online wakisema sijui watu wa kuchomelea ndo walichoma hiyo.
Watu wa nini ndo walichoma nini? Ndo walichoma huko. Nauliza aje, walisema hakuna backup generator. Hiyo time kulikuwa countrywide, kulikuwa blackout. Mbona wakasema hakuna stima? Mbona wakasema hakuna CCTV? Mbona naficha? Haya, ile time walikuja nyumbani, nilimuuliza story na CCTV, nikamuuliza, mbona utaki kuniwekea footage yote ya CCTV ndo nipe familia waone yote? After kumuuliza swali, alipotea kwa meeting. Mbona alipotea? Hiyo ndo swali yangu. Swali lingine ni DCI. DCI nataka kujua interest yenu ni gani? Mbona mnapuuza hii kunini investigation yenu? Nataka kujua interest iko side gani? Ni venye mnataka kulipwa ama mnataka pesa? Morage nakuuliza swali moja. Ka uko innocent, mbona usaidii familia kutafuta Jose? Juu ndo ujiprove uko innocent, ungekuwa unatumia pesa zako kutafuta Jose place alienda. Kenya nilikuwa nataka kujua Morage, ile siku kulikuwa na maandamano Saturday, mbona ulijifungia ukasema kuna guns? Do you know the meanings of guns? Ebu soma vizuri ujue guns ni nini. Unajifungia unasema kuna guns kwa gate yako. Nani uliona ametumia kitu, amechukua kitu juu ama alikuwa amebeba sijui silaha yote? Mbona una attack familia hivyo? Sema ukweli. Najua maadvisor wako na sio gopi, maadvisor wa nani wa Morage sio gopi, naangalia kamera. Sio gopi. Nataka kujua au maadvisor wako. Morage, you may be innocent but your advisors wako wapi saa hii? Mbona ongea historia yako saa hii? Hiyo siku ya moto so alikuwa device. Si heri wangesema kama mtoto amechomekea huko, wangesema mtoto amechomekea huko, tujue what next. Kani kuzika mtoto, jue ni kuzika mtoto, nothing else. Lakini sasa walikuwa device juu peleke nini wapi? Kitu kingine, gari ya askari ilikuja, asiogopi ya Mebli ilikuja, Madam Ann sikogopi. Gari iliingia ikatoa kitu na ikatoka tena, alafu mkaipigia simu ikarudi tena. Ilikuwa narudia nini? Mbote umejibu swali ukasema yeye ni ambassador. Wewe si mwenye kazi, huwezi kuuliza maswali. Mbona mnaficha kina swing? Tajiri mtoto hata wewe, mbona mnaficha? Kuna witness alikuja mkamtishia mkasema mnataka kumuua. Kuna madam alikuja kwenye kinyajo sawa alikuwa anakula. Hiyo siku, kwenye alikuwa anakula hiyo siku. Kuna madam alikuja hapo na akasema ukweli. Mbona tajiri mtoto wewe influencer wa Morage? Mbona ulienda kutishia umama? Ati lazima utamtinja. Mbona DCI mfuati tajiri mtoto? Interest na unataka kujua iko wapi? Mbona mtaki kufuata akina tajiri mtoto wenye wako na ukweli? Huo mama aliongea, akasema ukweli yote, juu Jose alikuwa nakula hapo, akasema Jose alikuwa hiyo kazi, akampigia simu. Haya, kitu kingine tunataka kujua simu ilizimia wapi? Hakuna venye unaweza niambia niko na katururu. Ati line moja inazimia sijui wapi, nyingine inazimia wapi? Tururu nikitoa mawe. Iwanga inazima line zote. Mbona mnasema sijui line moja ilizimia wapi, line nyingine ilizimia wapi? Mbona mfanye investigation mjue line ilizimia wapi? Lakini tukiangalia mzuri, line ilizimia huko ndani na Jose alipigwa simu huko. Haya, mtu mwingine aitwa Njoro, sio gopi, Njoro. Njoro ni staff wa Morage Modern Furniture na walikuwa shift ya usiku na Jose. Njoro alisema ameruka mwili ya Jose wakipotelea moto. Na si ati naogopa, nasema ukweli. Na mwenye anitafuta nitafute. Nasema ukweli. Njoro ni waka wa nini? Ni waka wa Morage. Na alisema Mutikona Jose Rege aliambia huyu mama kupika chakula. Naongea ni statement venye ilikuwa. Mama Mutikona Jose Rege. Nyegi umage urera mwaki. Ni ndaroga mwiri wa Jose. Hivyo ndo alisema. Nataka kujua mbona mfuati DCI, mbona mfuati hiyo story? Yaani sisi ndo tutafutia kesi yenu. Aje? Mbona mfuatilie story ya Jose? Mbona Morage utumie file zako kutafuta? Kama uko innocent, si ufuatilie, si usaidie familia kutafuta justice ya Jose? Kidogo swali tu. Kufanya kazi ama ni familia? Mimi ni familia. Tunasikia pia mliambiwa alichomeka ndoashe, sakatupwa kivipi? Alitupwa na takataka. Haya, mwenye alikuwa anaongea huyo Njoro alisema hako amechomeka tuasis. Sasa lingine. Labda kwa nini kampuni inaficha basi? Ndo nauliza aje. Mbona investigation ikifanywa, mbona after gari ya askari ilikuja, mbona watu wote walifukuzwa nje ya gate, wakatoka alafu gate ikafungwa, wakafanya vitu zao alafu wakatoka. Kuna hiyo uvumi kwa wafanyikazi wamefukwa wote wale walikuwa present.
Hakuna watu wamefutwa. Watu wako kazi. Kenya wanafanya wanaogopa juu ya kazi. Kuna kitu kingine? Haya, mama mwenye alikuwa anawapea chakula ako hapa. Mwenye anaongea story yake, mwenye alikuwa witness ako hapa. Ona. Tuongee ukweli. Sisi hii familia mimi nilianza kuinterview familia from day one. Wakati mimi nilisikia kuna mtu amechomekea, nikaamua nitoke hapa niende hadi kwa familia, nifanyie familia interview from the word go. Tumemove na hii familia. Chenye sisi tunataka, sisi hatutaki story mob. Familia itaki story mob. Murage anajua ukweli. As the CEO of that company. Ni ukweli. Anajua kila kitu yenye iliendelea kwa hiyo kampuni. Kutuma mimi nilienda kufanyia hiyo familia interview, hiyo Murage interview, nikatumiwa content creator ama tuseme influencer wa kampuni. How can I talk with an influencer of the company? Anajua nini about kampuni? Murage au jamaa wote wataki Murage aongee peke yake. Wanataka wao Murage aongee wakiwa na yeye. Ni kweli. Leo tumekuja kwa DCI. Tumekuja tushikilie hii familia ifike kwa DCI. DCI tunajua itawasaidia. Murage anaweza honga watu wote. Tuseme ako na nguvu juu ako na hiyo kampuni. But haezi honga DCI. We know DCI atasaidia familia ipate justice. And that is why we are here today. We need justice for the family. Kama Murage anajua ukweli, mtoto alichomekea huko, okay ni sawa, apatiane mtoto wenyewe azikwe. Story ishe. Murage tutaishi kitu moja. Mimi after kuweka hii story, niliambiwa nimelipwa. Murage alisema nimelipwa. Who paid me? Lazima familia ipate ukweli. Whether wapitia juu, chini, hata kokote, familia ijue ukweli. Hiyo siku yenye tulikuwa, yes? Mwili imekuwa disposed. Yeah. Wao watatafuta. Kama wametupa mwili, wao watatafuta kwenye mwili walieka. Na niambia Murage ukweli. Siri ni ya mtu mmoja. Ikipita watu wawili sio siri. Tumeongea na some of the workers wa kampuni yake. Mtu akiongea na sisi anafutwa kazi. Mtu akiongea na sisi anafutwa kazi. We have the recordings. Juu inabidi tutumie mtu mwingine ili mtu aongee ukweli. Tunamrecord through call. Ni kweli, juu akiongea anafutwa kazi. Walifuta mwingine juzi, juu alituambia ukweli. Ati yeye ako mire agetiga jabe yako meteha. Tuongee ukweli, me have the recording. If inahitajika, I will give out. So Murage, you know the truth. Tell the family the truth, tafuta familia waambie ukweli. Siku yenye tulikuwa huko, hata tuongee na huyu mama kuja. Huyu mama tulikuwa na hiyo siku. I explain chenye anajua, watu wajue ukweli. Kwa majina yangu naitwa Esther. Jose alikuwa friend yangu, alikuwa rafiki wangu wa karibu. Jose alikuwa rafiki yangu. Na akiwa rafiki yangu, hata ile day walikosa Jose, walikuja kutafuta namba ya familia, walikuja kuomba namba ya familia kwetu. Je, nauliza juu nasikia wakisema mimi ni kulipo nimelipwa ati ni haribu kazi ya mtu. Mimi sina kazi ya mtu na haribu. Na si haribu kazi ya mtu. Mimi chenye niliongea, nilisema Jose alinipigia simu na hiyo usiku alikuwa anaitisha pesa, mimi akaniambia kwa kazi. Although mimi sijui kama alikuwa kazi juu simu unaweza pigiwa na mtu useme uko kazi na ukue uko kazi. Kama sasa unaweza nipigia niseme niko Nakuru na niko hapa. Ni ukweli. Kwa hivyo mimi sijui kama alikuwa hiyo kazi de. Juu leo nimeona wameposti wakasema alitoka 6 but sielewi chenye inaendelea. Sielewi chenye inaendelea. Lakini Jose alikuwa rafiki yangu na hiyo day sasa kusema Jose alikuwa rafiki yangu, kuna mmoja alinipata kwa kazi. Huyo alinipata kwa kazi na nikaenda police station nikaandikisha na saa hii niko tu mambo ya polisi. Hivyo tu. Kwa hivyo wewe mliongea na yeye siku ya mwisho ama ni lini mliongea na yeye? Mimi alinipigia hiyo usiku akiniomba pesa. Alikuwa ananiitisha 200. Sasa kusema hivyo kuna watu waelewi. Unaona kwa TikTok unasikia mtu akisema labda ndio ulimpatia fare, lakini watu waelewi chenye ilikuwa. Na hapa sasa nimekuja kusafisha. Mimi nataka haki ya Jose itendeke na Jose apatikane, tuende tuzike mwili kama familia. Anasimamia shosho. Dakika chache tu anasimamia shosho. Aliyeko kelea wewe. Niĩ ndĩ mũiru wa nyina wa Jose na rĩu mwana nĩ orire na nĩ tũmũcarĩtie
na nä tå ahä rä kwa må rage å guo nä tå renda mwana tå tirä å ndå tå renda tå nengerwo mwana kana tå nengerwo må hu kana mahä ndä make tå thiä tå gathike tå tirä å ndå å ngä tå renda o å guo tu. Yes, mwirori wa Kikuyu Star TV uguo niguo maundu makihana kuma guku mwena wa DCI kuria family igukite gukorwo igikitetia DCI uhoro wigie mwana wa uria ni Joseph Ng'ang'a uria family iragikiuga agikorwo agikwira kana akiherire kuria kwa murage wa Modern Furniture riria mwaki wa gicudukire no kuringana na murage magikiugite ati mwanake ucio ndagikorwo akihira kuu na ithe kiria kiakionekire kuu ni ngui koguo family nigugikite guku niguo igikorwo igigetha kihoto kuma guku kwa andu makiuikaine ta DCI tugithie na mbere atugikorwo tugikumenyithia maundu uria makihana.